Yanga wamepata mtu moja, lakini pia ni versatile player. Na mchezaji ambaye anaweza kutumika kama winga ya pembeni, alafu uzuri mmoja yuko effective sana winga ya kulia, lakini pia kushoto anacheza. Lakini pia namba 10 katikati yuko very effective. Alafu kitu ambacho watu hawakijui, kama ulishawahi kumuona Mascherano akicheza au umeshawahi kumuona tukao tunamuita Carlos Tevez, kama umeshawahi kumuona King Kung Aguero wakati anacheza katika climax, katika ubora wake, namna ambavyo alikuwa na cut in akiwa na mpira, namna ambavyo alikuwa na ile hitting ability ya kupiga mpira na ukanyooka kaenda golini, huyo ndo Okello naye mzungumzia mimi. Amini maneno yangu, kama Okello akija katika ligi yetu ya Tanzania msimu huu, kutakuwa na vita ya MVP Tanzania kati ya Pacome Pedro Zouzoua na Okello. Haya maneno nayatupa mimi leo kwako na wasikilizaji wako na watazamaji wako, kwa sababu teknolojia huwa haidanganyi. Kama Yanga wamefanikiwa kumchukua Okello, hakutakuwa na namna ya kuzungumza maneno mengi kuhusu yeye, ila talanta yake aliyokuwa nayo, na atakuja kuwa prove wrong watu wengi, kwa sababu watu wengi wanaondoka na falsafa kwamba Yanga wameshachukua wachezaji wengi, wamefeli, kwa hiyo hata huyu atafeli. Kwa Okello kufeli itakuwa ni ngumu, kwa sababu umri ni mdogo na anakuja kutafuta njia ya kwenda Ulaya. Kwa hiyo naamini na ninajua na anaweza akawashangaza watu wengi sana, na jina lile ambalo wanalimisuse, wanalitumia pasipo utaalamu, la Starboy, linamfaa kijana mdogo kama Okello, lakini wanalitumia kwa mtu ambaye nilishawahi kusema na ali approve wengi wrong, na wengi wakarudi nyuma wakaangalia wakaona ni mchambuzi pekee katika ardhi ya Tanzania niliyowaambia kwamba Bajabir atapata wakati mgumu sana akiwa Simba, na inawezekana aka struggle kwa sababu ana majeraha ya kudumu, na enka nyingi tu za kutosha. Watu walitukana wakaongea maneno mengi sana. Ni mchambuzi pekee nilioongelea hilo swala, lakini baada ya kwenda Misri amerudi. Mechi yake ya kwanza amekuja kucheza na JKT Mbweni hapo, kama unakumbukumbu, ilikuwa ni tukio tunaelekea mwisho wa mwaka 2025. Amekuja Tanzania lini huyo mtu? Kwa unaweza kuona namna gani ambavyo huwa tunawafuatilia hawa watu. Kwa hata jina lilompa la Starboy ni wao kujifurahisha, lakini Starboy halisia, Starboy ambaye umri pia unamruhusu kuitwa Starboy, Alan Okello. Na ninavyozungumza na wewe yuko ndani ya mwewe, anakata mawimbi, anaelekea visiwa vya Zanzibar, na kuna uwezekano mkubwa Yanga wakamtambulisha Alan Okello kwenye mechi ya fainali na Azam. Pacome Pedro Zouzoua yuko katika daraja lake, ameshajichukulia ameshajitengea kieneo chake. Wengi wameshajifanyia hivyo, Duke Ogabuya, Mdathiri haya basi, Clement Mzize na wengine mbalimbali. Wengi wamejikatia maeneo yao na wamefanya hayo yote kwa maana zao tofauti tofauti, lakini Alan Okello anakuja kutengeneza taswira yake mpya kwa Watanzania na Wanayanga na wananchi kwa ujumla, na anakwenda kuonyesha thamani ya mchezaji ambaye ana umri mdogo lakini pia ana kipaji kikubwa. Ukiona mtu mpaka engineer ameamua kupanda ndege kumfata, hiyo sio safari ndogo, huyo sio mtu mdogo. Nitakukumbusha, engineer alipanda ndege kwenda kunegotiate deal la Aziz Ki, sio? Na alikawa na skendo nyingi sana hapo katikati. Alipofanikiwa mpaka leo tunavyozungumza, Stefan Aziz Ki, mwamba wa Wagadugu, amefanya makubwa sana kwenye klabu ya Yanga, sio? Sasa hivi yuko Warabuni hapo, ana perform na anacheza vizuri na maisha yanaendelea kama kawaida. Huku sisi engineer akapanda ndege tena, kaondoka kaenda Uganda kwenda kumfuata kijana mdogo ambaye angeweza hata kupigiwa simu akaja, lakini kutokana na weight anayojua amemchukua. Hawa vijana ambao wamekuja Yanga wanasuasua, ni wao wanauchukulia poa mpira, na ni kama wamesharidhika, kwa sababu mtu kama Ekua, mtu kama Kouma wanaitwa kwenye national team zao, wanacheza. Ni watu ambao wanafahamika kwamba wana talanta. Nadhani hata nchi zao zenyewe zinashangaa, inakuaje huyu achezi kwenye timu yake week in week out. Wanajua talanta, lakini sasa wamekuja kubugika kwenye mambo mengine ambayo yanawatoa kwenye lile lengo mama ambalo limewaleta Tanzania. Kwa hiyo kwangu mimi niseme Alan Okello anakwenda kuapprove watu wengi sana wrong. Na kwa matumizi ya mwalimu, kuna namna ambavyo mwezi wa 3
kuna watu watapata shida sana. Diakite na Alan Okello, unanipa mtihani kwa sababu Alan Okello hajacheza kwenye ligi yetu, hatukumuona kwenye ligi yetu, ila kwa talanta nitaondoka na Alan Okello, na hili litakuja kuthibitishwa pale ambapo Alan Okello ataanza kukibonda katika ligi yetu. Alan Okello, ligi ya Tanzania kama akifeli, atakuwa ni yeye mwenyewe ameamua kufeli, kama ambavyo Ekua, Musa Balakonte, Koma wameamua kufeli kwenye ligi ya Tanzania. Ni wao wenyewe, kwa sababu wameshindwa kutenganisha starehe na kazi ambayo imewaleta kufanya Tanzania. Kwa hiyo ni watu ambao wanahitaji Okello ni mtu ambaye anahitaji mambo mengi sana ya kusaidiwa. Na ninajua engineer ana mpango mkakati na Okello. Niamini ninachokwambia. Hawezi kusafiri hivi hivi tu. Hawezi kusafiri hivi hivi. Kwenda kumuona mtu na kumaliza kupanda ndege kurudi kwenda Zanzibar siku hiyo hiyo. Hawezi kufanya kazi hiyo kama hana kile anachokitarajia. Engineer na project kubwa sana na Okello. Hilo nina uhakika nalo 100%. Na siku atakaoingia uwanjani, siku atakaogusa mpira kwa upande atakaowekewa, mwenye namba hile atajua kweli nimeletewa mtu. Tutarudia katika maneno yale ya Bwana Shomari, kazini kwangu kumepata kazi. Mtu ambaye najua hatapata shida ni mtu kama Maxim pia Nzengele, kwa sababu ni versatile, anacheza sehemu zote mbili. Anaweza kucheza kama midfield ya chini akimsaidia Duke Ogabuya, lakini anaweza kucheza kama namba 10. Kwa hiyo mwalimu anaweza akaamua akacheza na double pivot wawili, Damalo, Duke Ogabuya, Mudathiri haya basi au Maxim pia Nzengele. Juu yao anamweka striker mmoja, mbavu moja anampa Okello awapime umri watu wote wanaokaa upande huu, wakina Kapombe na wakina Mligo, kazi watakuwa nayo ya kutosha tu. Upande huu mwingine huu kijana wanaomuita mzee Pacome Pedro Zouzoua, profesa wa mpira, atakuwa anawapima umri vijana wote na wazee wote waliokaa upande huu. Kwa hiyo unaweza ukaona mboga moto, ugali moto. Alafu kumbuka hapa nyuma una Mohamed Hussein Shabalala. Alafu mbavu nyingine una Yao Kwasi Atoula ama una Israel Patrick Mwenda, beki ya mpira hiyo. Juu yao unawaweka hawa watu wawili, huku Pacome, huku Maxi. Kama wanapanda wote, kama wanashuka wote. Kuna ile kipindi ambayo Yanga anataka kukabia juu kwenye komeo, yani wa kusuffocate, ushindi wa kupumua. Unajua kuna kitu ambacho watu hawaelewi. Yanga akiwa anataka ushindi wa mapema, huwa ana kawaida ya kucheza mpira mimi ambao napenda kuuita tunakwenda kumsuffocate. Kumsuffocate ni kumnyima mtu pumzi ya kupumua ili apoteze uhai. Na akipoteza uhai, unajua story inakuwa imeishia hapo. Yanga huwa wanamsuffocate vipi mtu? Wanakupressia juu kabisa kwamba beki yao wao inakuwa kwenye mstari wa kati. Alafu kwenye ile D nusu yao, kwenye duara la nusu yao, pale katikati pale wanagawana namba 3 na namba 4, namba 5 na namba 4. Alafu beki inakaa kwenye mstari, namba 2 inakaa kwa 3 na 2 zinakaa kwenye mstari. Alafu hapa kwenye dimba hapa wanamweka namba 6 na namba 8 ambao wanakuwa kwenye dimba la mpinzani la juu sasa pale. Umeelewa? Alafu namba 6 anakuwa katikati pale mpira unapoanzia. Sawa? Alafu namba 8 na namba 10 wanakaa hapa juu. Wanachora kama kamstari hivi. Alafu mshambuliaji winga mmoja anakuwa ameingia ndani karibu na edge ya 18. Mwingine anakuwa kwenye edge ya 18. Striker anakaa hapa kwenye kidoti cha 18 nyuma pale. Yanga ukiona wameanza kwa staili hiyo, ina maana wanataka kukusuffocate. Na hapo kazi kubwa wanakuwa nayo Israel Patrick Mwenda ama Yao Kwasi Atoula ama Shedrack Boka ama Shabalala. Wao wanakuwa na uwezo wa kuondoka. Na wakiondoka wale mabeki wanashuka chini 3 na 4, 4 na 5. Alafu yule Damalo ana kazi ya kushuka kuja kufanya mabeki wao wangapi? 3. Alafu shimo linashikiliwa na Duke Ogabuya pamoja na mzaji ambaye anacheza namba ngapi? Namba 10. Wakati huo hizi mbavu za pembeni sasa zinakuja kuingia ndani, zina act kama namba 8 na namba 10. Alafu striker anakaa pale juu. Kwa ndani ya box ya mpinzani kunakuwa na watu 5. Katikati ya uwanja kunakuwa na watu 5. Kunakuwa na watu wawili. Alafu chini hapa kunakuwa na watu 3. Alafu unampata goalkeeper bora barani Afrika, Djigui Diarra,
anacheza kama goalkeeper, lakini at the same time anacheza kama kiungo mshambuliaji ambaye anaanzisha mashambulizi kutokea kwenye 18 yake. Ukiona Yanga wamekuja na mfumo huo, ina maana wanataka kukusuffocate. Kumbuka Okello ni ball dancer, ana uwezo wa kucheza na mpira, ana uwezo wa kupress, anaweza kukimbia, ana uwezo wa kumfuata mtu. Kama mabeki wa mwezi wa 3 ndo hawa wacheza kung fu, wakina Shamu Karabwa hawa, mbona kuna goli 7? Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.